the 2 minutes rule au kanuni ya dakika 2 ambayo unaweza ukaanza kuitumia hata leo, na naamini kuna watu watatoa majibu kwamba imefanya kazi. Kanuni ya dakika 2. Kanuni ya dakika 2, the 2 minutes rule. Sasa kanuni ya dakika 2 iko katika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza kinatokana na kitabu cha mtu mmoja anaitwa David Allen. Aliandika kitabu kinaitwa Getting Things Done, au kuweza kufanya vitu. Sasa hii kanuni inasemaje? Kama kuna kitu unatakiwa kufanya na kitu hiko hakitachukua zaidi ya dakika 2, kifanye bila kukiahirisha. Hiyo ndio kanuni ya dakika 2. Sehemu ya kwanza ina sehemu 2. Okay. Kwa kanuni ya dakika 2, lakini ni sehemu ya kwanza. David Allen anasema hivi: unapokumbuka kwamba kuna simu unatakiwa upige, na simu hiyo ukipiga haitachukua zaidi ya dakika 2, usiseme nitapiga baadaye. Piga saa hiyo hiyo. Okay. Kwa maana hiyo sasa naweza kana nafanya kitu kingine alafu nikakumbuka kwamba kuna simu, kuna mfano kwa nini na haitachukua dakika 2, na nyanyua simu yangu natandika tete na maliza, unaendelea na biashara nyingine. Kwa sababu gani yeye alitoa pendekezo hilo? Kwa sababu mambo mengi yanawapa watu stress au msongo wa mawazo ni mambo madogo madogo, lakini yamerundikwa kwa muda mrefu. Ukiangalia watu wengi ambao mahusiano yao yamesumbua, sio kwa sababu ya vitu vikubwa sana, ni kwa sababu ya vitu vidogo vidogo, lakini vimejirundika kwa muda mrefu. Kwa hiyo unapokaa unasema email natakiwa nitume email sasa hivi, itachukua dakika ngapi? Haichukui zaidi ya dakika 2, ngoja nitume. Kwa hiyo chochote ambacho kiko ndani ya uwezo wako ndani ya dakika 2 kifanye, usiahirishe. Kama kinatumia dakika 2, kifanye, na unajua ni cha muhimu, kifanye. Kwa maana yake ni kwamba kila wakati unapotaka kuahirisha, jiulize, hivi litachukua zaidi ya dakika 2? Kwa sababu kwa nini uahirishe kitu ambacho hakichukui zaidi ya dakika 2? Ukijizoeza hivyo, maana yake itakufanya wewe ni mtu ambaye kwenye meza yako au kwenye majukumu yako hauna viporo, hamna vitu ambavyo utasema nitavifanya baadaye. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili inatokana na mwanasayansi anaitwa Isaac Newton. Okay. Ambaye yeye kwenye ile kanuni yake ya inertia, ambayo yeye inajulikana kwamba wanasema kitu chochote unapokuwa unakisukuma, unapoanza kukisukuma, pale mwanzoni kunakuwa na ugumu wa kile kitu kuweza kwenda mbele. Lakini utakapoendelea kukisukuma, nguvu unayotumia inaendelea kupungua. Ni kama vile unavyoendesha baskeli. Unaweza kaendesha baskeli mwanzoni itakuwa ngumu, lakini baadaye unaweza ukachanganya mpaka ukaiachie kawa inaenda yenyewe. Sasa yeye anasema hivi: kama kuna kitu unatakiwa kukifanya na unajua ni cha muhimu na kinachukua muda mrefu zaidi hata dakika 2, kama unaweza kutenga dakika 2 za kuanza kukifanya, anza kukifanya. Kama again? Kama una kitu cha muhimu unatakiwa kukifanya, kuandika ripoti, kufanya research yako, kujiandaa wewe mchungaji Harris kwenda kuhubiri Jumapili. Okay. Kitu hiko unajua kabisa kitachukua muda mrefu, kufanya mazoezi. Kinachukua muda mrefu, unajua kabisa hiki sio kitu cha dakika 2. Lakini ninaweza kutengeneza dakika 2 at least hata kwa kila siku kufanya hicho kitu. Basi nikifanye, nisairishe, nitengeneze dakika 2 za kufanya. Sasa hii ni nini kinatokea? Hii inaitwa brain trick. Au trick ni kama ujanja unaofanyia ubongo wako. Ni kwamba utakapoanza kufanya kwa zaidi dakika 2, kitakachotokea utabuild momentum. Utabuild nguvu na hamu ya kutaka kuendelea. Kwa hiyo hautafanya dakika 2 kiukweli, utafanya zaidi ya dakika 2. Sasa ngoja nifanye comparison 2, nifanye ulinganifu ili msikilizaji aweze kunielewa vizuri. Kwamba ile ya kwanza inalenga kukufanya yale mambo ambayo ni madogo madogo yasirundikane. Hii ya kwanza. Sawa. Hii ya pili inalenga kukufanya mambo ambayo ni makubwa na ya muhimu, ambayo kile unapoyafikiria unaona ugumu kuyafanya, utafute mbinu ya kwanza kuyafanya. Umeelewa? Kwa mfano, wewe unasema mimi sina muda wa mazoezi. Mimi kwa kanuni ya 2 minutes rule kulingana na Newton nakwambia hivi, wewe si unachelewa kurudi nyumbani. Una muda kweli? Ni kweli una muda. Ila uwezo ukapata dakika 2 za kufanya mazoezi. Unasema ninazo. Sasa mimi nakwambia vaa viatu vya mazoezi, vaa nguo za mazoezi. Kakimbia dakika hizi 2. Kitakachotokea kwa sababu ni brain trick, hautakimbia dakika 2. Utakwenda zaidi. Utafanya zaidi dakika 2. Sasa hiyo ndio inaifanya brain trick, kwa sababu ubongo wako unafanya kazi kwa kutumia focus. Yaani kile kitu ambacho
unaamua kufocus kwa wakati huo kukifanya, ubongo wako unakupa ubunifu, unakupa uwezo na nguvu ya kuzifanya. Sasa watu wengi sana wameahirisha kwa sababu kwa kanuni ya kwanza wameahirisha kwa sababu wanasema hiki nitafanya tu baadaye kwa sababu ni muda mfupi. Hiki cha pili wameahirisha kwa sababu wanasema hiki ni kirefu. Kwa hiyo unakuta kwamba kitu kirefu na kifupi vyote vinahairishwa kwa pamoja. Kwa hiyo vinakuja vyote vinagongana, vinakuja kumgharimu yule mtu ambaye anavifanya.